mwenye uko karibu na yeye kama inui mikono muondoke. Haleluya. Hai. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Makeriga nera na neo chakire wega wanyania mahoya he anke moigaga negima yagima anke merimo ya ngoro ore tonenge anke moigaga matire na iheo icio nekeo heyo negai era he ne wega makeria owe waiyorirwo netha na ndogaroroke Sajam Echikaraga kebunyene kore inya Adamoka era dagiaga kojokeria Haya noko ne waigire wa Araya kwake nagana Weka makofi yako juu vizuri kwa Yesu. Hai Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Nekala nangai maondo makwa maila Nekala nangai maondo makwa maila Maondo makwa maila Nekala nangai 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 maondo makwa maila maondo makwa maila Nekala nangai maondo makwa maila Okulo Jehovah okulo 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 Makonya chel gelandaro lundo hai nyono itende hai Makonya chel gelandaro lundo Haya twende na mulai. Hai. Kamata tena mara ya mwisho. Okla tawale. Jehovah okla tawale. Jehovah okla Jehovah. Okla tawale. Jehovah Itayanje Yesu itayanje Yesu itayanje Yesu itayanje Yesu mwana wa Nyasaye itayanje
tayanje Yesu tayanje hey tayanje Yesu tayanje Yesu mwana wa Nyasaye tayanje hey tayanje Yesu tayanje hey tayanje Yesu tayanje hey tayanje Yesu tayanje Yesu mwana wa Nyasaye. Come on, put your hands together and celebrate Jesus. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Bado tutasifu, si ndio? Barikiwa. Come on, put your hands together and celebrate Jesus. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Come on, celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Bwana asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Si ni vizuri kufurahia huyu Yesu na kumchezea, kwa maana kila kitu itapita. Yote yatapita. But to praise the Lord, to worship the Lord will continue in heaven. So usipoifanya mahali hapa, sijui tukifika mbinguni utafanya namna gani? Kwa sababu saa zile tunafanya hapa ni tunafanya. There it will be eternity. Kwa hivyo saa zile tunaelekezwa na praise and worship, tunaambiwa simameni tuimbe. We had better do it like we shall never do it tomorrow, because we don't know of tomorrow. So kila wakati tunakuja kwa madhabahu tunaelekezwa tunafanya nini? Tunaifanya. Bwana asifiwe. Naomba tuketi. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Hamujambo? Mko wazima? Wiki yenu imekuwa salama? Naamini watu, kila mtu amekuwa na mambo kadhaa katika biashara, katika manyumbani. Kuna wale wamekuwa manyumbani, kuna wale wamekuwa manyumbani biashara, kuna wale wanasoma. Tuko na watoto wetu ambao wamefunga shule. Kwa hivyo tuko na shughuli mingi ambazo najua kila mtu amekuwa nazo. But above all, the Lord has allowed us to come to the altar this morning. Bwana asifiwe. We don't take it for granted. Unajua watu huwa wanawachana na tunakosa kuonana. Unapata jambo imepatikana, tunasikia mmoja hayuko. But in the midst of everything, kila wakati Mungu anafanya, tunafanya nini? Tunapatana. Kwa hivyo tuko na sababu ya kumuinua na kumshukuru. Na mimi huwa nasema, every time you wake up in the morning, una realize there is a reason and a cause for that day. Bwana asifiwe. Mungu hatupeangi siku tu kwa sababu alituumba ili tuweze kumtukuza na kumwabudu. Ni vile tu wakati mwingine tunajipata labda tumetoka hatufanyi vile anatarajia sisi tufanye, lakini jambo kubwa ambalo alifanya atuumbe ni kumtukuza na kumwabudu. Bwana asifiwe. So every time tukija mahali hapa kumuinua na kumtukuza, it is an honor and a privilege. Bwana asifiwe. Kukua ndani ya nyumba ya Mungu. Imagine ni watu wangapi hawamjui Mungu. Imagine ni watu wangapi wako tu kwa nyumba wamekaa. Lakini sasa wewe ukahimizika, ukajua ya kwamba mimi lazima niende nikamtafute huyu Mungu. And the Bible says that those who seek the Lord diligently, they shall be found of him. Bwana asifiwe. Ati twamwetha na kiori ona kumwona niturikaga ate niturimuonaga. Kwoguo guka guku ti hathara, njiraga andu guikara mwena wa Ngai gutire hathara. Bwana asifiwe. Saa zingine tunaona nikana kwamba tumewachiliwa ama nikana kwamba mambo hayaendi vizuri, lakini tuliambiwa asubuhi na apostoli ya kwamba we allow the Lord to prepare our hearts. Bwana asifiwe. Na tukikubali atengeneze roho zetu na atuelekeze, tunajua tutakuwa yenye Mungu anafanya nini? Anataka tukue. Kwa hivyo siku hii ya leo nimeokoka. Kristo ni Bwana, amenisaidia na amenificha katika damu ya Yesu, na ninajua ya kwamba atakuwa katika wokovu sio rahisi na sio lazima, imegharimu mkono wake. Kwa hivyo hata sisi kila mmoja wetu akiona ya kwamba katika wokovu amesimama, ako na sababu ya kufanya nini? Ya kuambia Mungu asante. Nimesimama tu nimpe neno tu la encouragement kwa sababu ya mambo ambayo tumeambiwa asubuhi ya Mungu kuprepare roho zetu na sisi kumkubalisha afanye nini? Atusaidie. Kwa hivyo nikasema tu acha nisimame na neno moja tu, Ezekiel 36 from 24. It's just a word of encouragement. Na kabla ya hiyo, let us appreciate our young men. Tuko na vijana hapa ambao wanatushikilia kabisa katika maombezi, katika kutangaza, katika kazi hii wanafanya, hata praise and worship. Si tuwape makofi. Na tuendelee kuwaombea
kwa sababu ni vijana, na unajua shetani anapigana na vijana ndio wasiingie katika madhabahu, lakini katika madhabahu haya tumepata vijana na praise and worship. Tunashukuru Mungu na tunaamini ya kwamba tutaendelea kuombea. Kwa hivyo wakati tunaendelea kutafuta Mungu, neno linasema ya kwamba for I will take you out of the nations. Bwana asifiwe. Hii ni wakati Ezekiel alikuwa amepewa neno, na kufika 24 akasema, ukisoma huko juu utaona ni watu walikuwa wametoka katika wema wa Mungu. Naye Mungu akasema, for I will take you out of the nations, I will gather you from all the countries and bring you back into your own land. Bwana asifiwe sana. I will take you from the nations. Wakati tuko katika wokovu, kuna wakati tunatoka katika wema wa Mungu, tunaingia katika mambo mbalimbali. We can go into nations. Nations can be wherever you can be, whether it is your altars, whether it is your business, na umemsahau Mungu. Tunaweza jipata katika mambo zile ambazo zinatutoa katika wema wa Mungu, na zinakuwa na mataifa, zinakuwa countries katika maisha yetu na katika mahali ambapo ametuweka. Lakini akasema anakuja kututoa katika zile hali ambazo zimetukumba, ambazo zimefanya tumsahau huyu Mungu. Akarudi akasema in 25, I will sprinkle clean water. Bwana asifiwe. On you and you will be clean. Bwana asifiwe sana. I will cleanse you from all your impurities and from all your idols. Bwana asifiwe sana. Amesema ya kwamba anakuja kutufanya tuwe wasafi. Kwa hivyo ili tuweze kuwa wasafi, we must also be willing. Tuko na nafasi ya sisi wenyewe kukubali Kristo akuja atutengeneze, atutakase na atuoshe. Wakati huu tunaoshwa na damu ya Yesu. Kwa hivyo amekuja anatuambia ya kwamba, so this is what the Lord is saying. So this is what the Lord is saying, that he's going to come and take us out of our idols. Bwana asifiwe. And then anasema, I'll give you a new heart and a new spirit in you. Bwana asifiwe sana. Ati tukikubali atuoshe na atutakase, then he's gonna give us a new heart. Bwana asifiwe sana. Ndio kani mwehariri kuheo gorojeru. Bwana asifiwe sana. Sijika mmejitayarisha, kwa sababu Mungu anasema anakuja he's going to give us a new heart. So it is upon you to agree. Ate maundu maria majohete na maundu maria matumite ngoro itegwika uria Ngai arenda ri, I desire that he may give me a new heart. Bwana asifiwe sana. And a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Bwana asifiwe sana. Ate ngoro iria tukoretwo nacio, zile moyo ambazo tumekuwa nazo za mawe, saa zingine tukiambiwa kitu hatushiki, hatuelewi, tukielekezwa hatuelekezeki. Mungu amesema anakuja kuondoa hiyo, na anakuja kutupea a new heart, the heart of flesh. So it means when he gives us the heart of flesh, it is a heart that will be willing to do the will of God, irrespective of the situation that you are in, irrespective of the circumstance that you are in. Anasema ya kwamba anakuja kutubadilishia. Hiyo yenye umeshikilia unaona kama kwamba ni kitu ya maana sana kwako, anakuja kuibadilisha. Ashejia ngoro yaku rekeduku ni ukurekereria. Bwana asifiwe. Wakati atakupa moyo mpya, when he gives you a new heart, whatever you are holding so dear in your heart, I'm assuring you that you are going to remove it in the name of Jesus. And you are going to give preeminence to our Lord and our Lord and Savior Jesus Christ. Bwana asifiwe sana. Anarudi anasema, and I will put my spirit in you. Bwana asifiwe. And move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Bwana asifiwe sana. So yeye ndiye atatupa roho. He's going to give us his spirit in us. Ndio tuweze to follow the decrees of the law. So kwa hivyo hatutaifanya kwa nguvu zetu. Anasema yeye anakuja kutupea roho wake. Ndio ile yenye hatungeweza kuifanya, sasa tutaweza kuifanya kwa sababu ya nguvu zake na uwezo wake. Because the Bible says it is not by power nor by might, but by the Spirit of the Holy Spirit. Kwa hivyo wakati anasema then I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Ye atatupa hiyo uwezo, atatupa hiyo nguvu. Muradi sisi wenyewe tu shall be willing. You know, it is a two-way traffic. Mungu anafanya kazi na two-way traffic. Haiwezi kuwa ati yeye anakufikia na wewe ndo akinyereka.
Mutithiaga uguo. It is a two-way traffic. Unaonyesha Mungu I am willing. Huwa naambia watu wokovu huwezi weza na wewe na nguvu zako. It is by the power of the Holy Spirit. So every time you allow the Spirit of God to come in you, he raises a standard for you to overcome what you are not able to overcome. Kwa hivyo tutakubali roho wa Mungu akuje atupe roho mpya. Atuondole ile roho ya mawe. Atupe the heart of flesh. Yenye ita absorb na itakubali kila kitu yenye Mungu anataka tufanye nini? Tufuate. Bwana wabariki sana na wapenda, na tuendelee kukaa chini ya mafuta ya baba yangu wa kiroho, na tukaweze kupata ambacho ameweka ndani yake. Ndio tukaweze kukua kwa kila siku na kwa kila nafasi. Na kila wakati mimi nawakumbusha tuko katika madhabahu, hatuko kwa kanisa. Tuko kwa madhabahu. Na madhabahu ikianza kuachilia tukue tayari kupokea yenye anataka tufanye nini? Tupokee. Na wapenda, na Bwana wabariki sana. Asante sana Domi, karibu sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Situongeze mtumishi wa Mungu makofi mazuri. Amen. Amen. Tupigie Pastor Aaron makofi mazuri. Bwana asifiwe. Tusalimiane hapo. God is good and all the time. Niko na furaha leo kuwa hapa. Sijakuwa for some days, lakini nashukuru Mungu sana niko salama na Mungu ni mwaminifu. Lile ambalo nitakalo sema ni kwamba Proverbs chapter 8 verse 17 nasema I love those who love me. Na ile shida tuko nao sana sisi vile ambavyo pastor amesema hapa, let us love God with all our hearts. Na najua kwamba tukipenda Mungu na mioyo yetu, hata zile shida tuko nazo na challenges na mateso itaisha. Manake anasema I love those who love me. Bwana sio sana. Na wale ambao wananitafuta kwa bidii watafanya nini? Wataniona. Utajiri na heshima ziko kwangu. Sasa tunaweza sumbuka sana na vitu zote tunazohitaji ziko kwake, lakini principle ni moja. Seek ye the kingdom of God first and its righteousness. And you know that is the biggest problem we have in Nairobi. Bwana sio sana. Tunajua shida yetu ni kwamba hataki kuokoka ile ukweli, tuko na ile wokovu ya Nairobi. Na nilikuwa nauliza Mungu wa kitambo alikuwa anajibu maombi kwa haraka, alikuwa anatenda miujiza. Nikauliza kwani tuletewa Mungu wa China ama ni Mungu mgani? Manake sasa hafanyi mambo vile alikuwa anafanya kitambo. Lakini ukichunguza upendo ule wa kweli kutoka kwa moyo, wacha ule wa Kristo sasa, hata upendo wa brotherhood haiko. Bwana sio sana. Hata upendo wa mtu na mwingine haiko. Lakini the fact remains tukipenda Mungu na moyo wetu wote, yale ambao tunayoyatamani atatutimizia. Yale ambao tungetaka afanye kwetu atafanya. Lakini principle ni moja, tumpende yeye peke yake kwa roho na kwa kweli. Bwana sio sana. Mimi na familia yangu tuko salama na nafurahia sana kuwa hapa chini ya apostle, na hakuna mtu ambaye mimi nimetembea Nairobi ambaye nimependa kama mtumishi wa Mungu. Sometimes inaweza ikawa hauelewi wewe, lakini sasa kwa sababu kuelewa ni mtu kivyake. Bwana sio sana. Is a man that I know. Unajua ukikaa na mtu unaibindi umuelewe na umpende. Na once you love someone huwezi kuona makosa yake, either ni nini kimefanyika ama ni nini. What I say that mimi CFC I will never get out of this. Bwana sio sana. So hata kama unioni siku moja ama siku mbili, bado tuko pamoja kwa moyo. Bwana sio sana. God bless you and God bless you. Amen. Nataka niite Pastor Lydia awasalimie. Pastor Lydia kuja tusalimie. Pigie makofi mazuri. Simuongeze makofi yakifika. Amen. 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 Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Naitwa Lydia Kibe na mimi ni counselor. Mimi si pastor, lakini nitakuwa pastor pole pole tu. Mimi ni counselor na ni mwimbaji. Na I think naweza imba hata leo. Niimbe. Daddy,
Thank you. Mimi nilikuwa nafikiria wewe ni pastor, lakini kutoka leo kuwa pastor. Utakubali? Thank you. Yeah, thank you. Father, we thank you. We give you glory and the honor. We worship you again. Thank you for giving us this wonderful opportunity to worship you again. Thank you, Father, for the good time umetupatia kutoka asubuhi mpaka sasa na hata kuendelea mbele tunapoendelea kwenye ibada zingine mbele. Na kuomba ukanitumie tu kama chombo. Nikaufikishe ujumbe wako jinsi ulivyoutaka ukafike na jinsi ulivyotaka watu wako wakaushike. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Hebu fanya hivi. Fanya hivi ni kama unataka kugoga mtu. Na kama kuna mtu karibu, hebu goga usikie kama gumi yako ni mzuri. Inaweza. Goga tu. Wekelea gumi. Wekelea gumi na usiogope. Yes. Deda kigosho kimwe. Atumia goko ni mathire yothe. Nataka kigosho moja, Kijaruo moja, Kikuyu moja, Kiluya moja. Na nituibe ni kama tunataka kuiba. Mimi si kusema kukue na baridi na mimi si kusema kukue na mvua. Yeah, najua watu wa Nairobi wanaogopa mvua kuliko kukanyagwa na gari. Yes, can we get there? Hebu jitayarishe, fanya space hivi, fanya space hivi. Fanya space, nataka togoshe mpaka tusikie kuna kitu imefanyika hapa. Si ndio? Turugaruge. Yeah, ginya toigwe netwashoka. Yaani mugikuju atane hewa ya Nairobi. Just one day, na ikinyesha na El Nino inakuja. Mtafanya nini? Kabaridi tu ndio kanaweka baridi. Na El Nino inakuja. Ala? Nini? El Nino is coming. El Nino. I say. Sasa mnaanza kuhehanelea badala mwanze kuiba. Tuanzie wewe. Moikaba. Elizabeth anza. Anza. Tuende wewe, tukitoka kwako, tuende kwa yule, tukitoka kwa yule, tuende kwa huyu Mluya, kutoka kwa Mluya, tuende kwa nini mwingine? Kimasai. Yes. Tuende haraka. Dakika bilibili. Yes. Tengeneza. Hebu. Makofi ya juu. Ya juu. Kabisa. Nataka uondoe hiyo baridi. Nasikia kwenu ndio kulinyesha mvua, kwetu hakukunyesha mvua. Haya. Juu kabisa. Juu. Haya. Yes. Alafu unatingiza kiuno kidogo tu. Ukainata ole waidi yako inadashi. Unakumbuka ukienda Mugithi? Twende Mugithi sasa. Watu wa Mugithi wako wapi? Mikono yao juu. Watu wa Mugithi. Watu wote wa Mugithi mikono juu. Wacha kujifanya wewe na kujua hivi. Na wadia kakinya wakati hiyo tuko na modanya. Yeah. Unaongoja nini? Ninakuatia ngai wakwa, ninakuatia tata. 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 Ngai wakwa ninakuatia tata. Ninakuatia 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 ngai wakwa ninakuatia tata. Cheza kama Mukamba tena. Shika gitaa yako tucheze mwana.
Shangwe na vigelegele. Shangwe na vigelegele. Ngai wakwa we wa magegania, 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 orogero we wa magegania, orogero we wa magegania, wabarario we wa magegania, wabarario we wa magegania, otogerio we wa magegania, otogerio we wa magegania. Sasa tunaruka Kikikuyu. Haleluya. Ruka Kikikuyu. Nataka kuona kila mtu anaruka Kikikuyu. Imba kama Mkikuyu. Kazi kama Mkikuyu. Unajua Wakikuyu wanaibanga hivi. Kanisa wa Kikuyu ziko wapi wa Kama waifu wa Independent Church. Ngoro yakwa gatuma tuma, ngoro yakwa kaigua wega, nĩ tondũ wa mũhonokia. Ngoro yakwa nĩrakena, ngoro yakwa gatuma tuma, ngoro yakwa kaigua wega, nĩ tondũ wa mũhonokia. Pigia Yesu shangwe na vigelegele. Cheza kama muluya, twende cheza kama muluya. Oh, mwikulu vibanga, haleluya. 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 Haleluya, 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 haleluya. Piga, 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 piga. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. 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 Amen. Piga Yesu makofi kidogo. Yes. Wewe na wale anapagaga hii maneno, hiyo ndio formula. Umesikia? Kila mtu anakuja hapa anaogosa. Hiyo ndio formula kutoka leo. Are you getting me? Yes. Yeah. Kaeni chini sasa. Thank you. God bless you. Nataka kualika online watu wa online wanasema ati mimi siwaalikagi.
wako nyumbani wanatutazama, hata wale maadui wetu wale wanatupigaga wako nyumbani wanatutazama, wanatasamanga vizuri sana. Karibuni sana. Mungu awabariki. Hata wale wako Germany kama Ana, washiri wako UK, wale wako huko America, utajeroge ananiangalia saa hii. Ananiangalia nasema niwasalimie sana. Simusalimike. Hata wale wamekaa nyumbani kwa sababu ya mvua, hata kukana shosho, Bwana Yesu asifiwe sana. Karudhu gakagiria muthie kanitha. Konge kiura. Na kukinyesha je? Bwana Yesu asifiwe sana. Ninawapenda sana. Ninawapenda sana. Hamunipendi. Taigwetu cheni kujifanya ati mnanipenda. Hamunipendi. Salimia mwenzako, umwambie karibu sana kwa ibada za leo. Nipatie hai kidogo, hai kidogo. Yes, salimia huyo mwenzako, na salimia huyo mwingine. Wabie welcome to the today service. Thank you Pastor Marete for coming back again. Sijui ni nini inakukuraga, unaedaga, unarudi. Wachana kulia sana na mashida mingi sana. Mashida hitaisha. Sasa uamue utuambie kama you are ready to do ministry ama bado unataka hiyo kukaa huko nje. Uko sawa? Yes. I want to see a committed team. Niliwaambia tumeingia phase nyingine ambao ni phase ngumu kidogo lakini ni mzuri. We are heading somewhere. We are heading somewhere. Na nataka turonchi kanisa ya Thika mwezi ujao. Wiki ya pili ya mwezi ujao ndio nataka turonchi kanisa ya Thika. Sijui kama mko tayari. Unanisikia? Wewe atia? Nimesemaje? Umenisikia venye nimesema? Tuna launch lini? Unaona huyu mtu atuko na yeye kabisa. Mnaona kama tuko na yeye kabisa? Bado. Tumesema wiki ya pili ya mwezi ujao. Mwezi ujao ni mwezi gani? Mwezi wa 9. Ndio tutalaunch kanisa ya wapi? Ya Thika. Na kanisa ya Thika ndio itakuwa headquarter yetu. Bwana asifiwe sana. Ndio itakuwa nini? Tumekuwa tukipambana na issues za huko za mchanga wa Thika, mapepo ya Freemasons na kila kitu, lakini we are through now. We have been praying about it. Mpaka ikabidi niifunge kwanza ndio tuanze mtaratara mpya. So nitatengeneza kamati ya kuandaa kulaunch hiyo kanisa, na tutajenga, itakuwa kubwa, itakuwa kubwa, itakuwa mara 10 ya hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo jitayarishe, na siku ya Jumatano tuko na youth conference. Kama uko na kijana yako, youth ni kutoka miaka ngapi? 18 to 35. Kama uko na huyo mtu wa 18 to 35, please let them come in ndio tuweze kuwafundisha. Tuko na Lydia simama tena ko nyiti dio mwana rogama tunamwona mwenyiti rogo. Lydia tuko na yeye hapa. She's a counselor, amesomea psychology, na tuko na kwa Florence nake athomeire psychology, ni higoragire degree. Last week tulikuwa kwake. Mimi nilimpelekea maua, nikamshikisha maua na alifurahi sana. Numerete ndali kwako kikurehera mahua. Tulikuwa na huko Katodo na nikamnunulia bouquet ile ya 5,000 shillings nikampelekea. Yes, it was fun. Tulitokaga huko kitu saa 8 usiku and it was nice. So she's also a counselor, kuwa pastor. Sasa sitaki jina counselor peke yake, it must be associated with pastor. Umeelewa? Na hawa wako hapa kukaa. Halo, wako hapa kufanya nini? Aya, leo ni wameilima. Sasa na they have my support. They are part of the family. Na sasa ni kutrain, we shall be training. Tutaanza na leadership. Kama wewe unajiitaga leader wa hapa kanisa hii, tutaanza na leadership. A program will be set from this week. Mutakalishwa chini, mukae chini na mutapatiwa certificate for having achieved. Kukaa ndani ya class na ukafundishwa tabia
na mienendo na mdomo yako na kila kitu, you be trained. Now you are getting into serious business. Hiyo ingine ilikuwa tuna joke tukitayarisha, the team is ready. Bwana Yesu asifiwe sana. So you prepare a curriculum, utakana huyu chini, simama. Wewe simama. Nokoro mukuru ugama. Mukuru ni atumagwo ni kurumwa tarumago. Ukaiha mamuone wega nigetha mamuhure mbica. Mathi makabange uria mekurutia bara ukahaha. Ukahaha riu mahure makuone wega. Uyu turerete ciana ciakwa na ciake hamwe kuria Ngong. Wakati Samia nani ni Njoroge kani Samia naona Samia na Njoroge othe datiguo moka gwikara gwaku. Yes, tumete kuraihu. Uyu kutoka ni 2013 earlier than that, Kennevic School. Yes, it's 2007 around there kwa na bara. Yes, my neighbor there ni utumeka neighborhood. Mushodheri wega ni mwana mwana wega tumete kuraihu tateri wa huko nake one neighbor wakwa Rongai ni neighbor wakwa kuria Rongai nake tumete kuraihu muno nake tateri wa huko nganyita yo tateri wa huko uma kuraihu muno gikapa togo okiambatagia na tomagoro ugu. These are the counselors, the people that I have entrusted the church with training you. Nigetha mamurute urimu uria mukorogo naguo amwanyu tinyuothe wale wanakuaga na ile ulimu wale walikuja kutafuta Bwana si kutafuta Mungu hapa, mtureiniwe. Wale leaders nyinyi ndio muelewe maana ya leadership ya kanisa, muelewe maana ya worship, maana ya ushers, maana ya kila kitu, youth ambazo tunawaendea. All these things we need to have somebody who can train us, atufundishe jinsi on how kukaa na watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Toginya umuthenya ni bara haha ni bara tuturaga kanitha ya bara tuhiana kanitha kaidi ni bara kahiano ni bara na ndui hatuelewi ati mara imienda hivi mara imienda hivi. Nilikuja kulia rais hii kanisa 99.9% yokaga nguruki. Nimekuwa nauliza Mungu why tunakuwa na battle every time. Kuna hii story kisha unasikia story nyingine imeanza. Hii story kisha story nyingine inaanza. Mungu akaniambia ujuagi hiyo ni altar. Na wale watu wote wanakujaga huko they have a case. Bwana asifiwe sana. They have tuna notion ya Jacob with the furia. They have a case. Ungemuria alikuja na sufuria kanisani, alikuja naye kwa nini? So nikakuja nikajua si kupenda tikwenda kwanyu koro muremetwa no momogere kwa Harrison Ng'ang'a tondu kuu riu kwa andu aria nomo mathondekwo maturwo mathia kufundithio uhoro wa guikara ta Ngai. Sasa nyinyi hapa mlikuja ku bodo mutengeneswe maana kiongo imeruka. Tondu mundu ni agokwira ni tauri utakuta charity kama huyu anasema tunakutanaga naye Mombasa, unashinda unauliza charity tulitwa shamania tu leo ni example diraheana unaona ni aja kuruga charity twashamania ndagwitire ri Mombasa no tondu ni urenda gutisha mutumia uyu ri nie agenda kujeta nie tushamanagia nake tushamanagia Mombasa. You see mundu ucio kona niyo ni ndawa anyihitie no anyita ndikwenda gwake mutu kaudhuki mumena ni ndawa tondu ekwenda ndawa yo itekere hari mundu uriku, which is normal. We agree with that. Hata mimi kichwa yangu haikuagi mzuri. Mnaonanga kama kichwa yangu ni mzuri sana, si mzuri. That is why we need these people. Na you take over, mutapigwa ni mokurumwo ni mogocambio ni moguthiro nginya kwago igoko kwina arogi goko kuri arogi supernatural ni mokwiro maundu maria mothe ni mokwiro ni ngomete na inyue no anyita ni mokwiro muhithaga rungu ruo reta ruo kwiro kwanja urohetia urie mboco uibaibe hanini wena ihuri yakwa no anyita macio mothe mwerwo ri mumiriri mumenye hewira turaruta hewira tugikatia tigana na guruki ni kuhona marahona mahona ri nitugucoka tubacokie kirathi maike atia tumere ti ugo kwari ni mboco ndarite. Hello, Bwana asifiwe sana. Riu andu aria bara mahuranaga azeni vita ndio hii mupia fresh from the kitchen. Yes. Yeah, ni mugo rutaira ucio. Yeah? Kumeogopa? Wewe utafanya? Thank you. Ukirushwa gumi
Usibeberesane, usipatiane hapa, wewe na wewe achilia yako. Utajua venye utaipanga? Sawa. Legi dimu ikaredi. Watu wa vita muanzisha vita sasa. Unajua hakuna mambo ya kubeberesana sana. Maina, eko maina. Rugashoke waikara hau uke waikarage ha. Toa indo ciaku uke na ha. Si lazima nipage kikosi yangu sasa. Next phase. Helen yako hapa. Helen habari? Ukaogeidi. Helen ya guru muliro lemwe. Finally you are back. Umekuja mani kupitia. Bana ni athire. Era makuhuraga ni mathire. Gutiro no mwe. Kwani roho ina dudaje? Du. Shika. Umekuja kutembea mani kupitia. Kuangalia. Hawako si unaona takanyumba tulibomoa. Yule alikupigia simu akakwambia sijui mambo baya, usirudi kukuja hapa. Alienda. Alikuwa kwa ile ka ofisi. Si unamjua? Ule wako shomodile kule iguru. Dokigeithia andu Ngai. Praise God. Praise God again. Okay, I'm happy to be here. Nitaga microphone tia koinaina. Utire mundu raku, matire kuo. Matire kuo. Praise God again. Okay, I'm happy to be here. Dokimunyitire microphone. Shika hivi, angalia. Weka karibu na mdomo. Grace dara kuona. Praise God. Ni anaji ya oka kumubura, acha dara kuona. Ni tararia. Niteno. Praise God. Praise God again. Okay, I'm happy to be here. I'm not a visitor. I mean, I'm not new here. I've been here before. Okay, normally I don't come to town nowadays, but okay, today I passed. Ulitishiwa. So I said let me pass here and worship together with you. Okay, mbarikiwe sana. Thank you, mupigieni makofi. Huyu nasikia anasema I normally don't come to town. Si ati akujagi town, si ati hana biashara town. Akinyaga na medhia ya shiara town. Edio uko ne Grace yagekonekana. Atashijwa. Ama inaji yake itaibiwa. Sijui ni inaji, mnasemanga inaji ama ni nini. This is the kind of the people that we have been having, but I'm glad finally I've dealt with the last group. Na nimeishughulikia vizuri na bado naendelea kuwashughulikia. Nitawashughulikia heavily, powerfully and deliberately. Ndio wakue for example kwa wengine. Yes. I decided to break the church completely. I start afresh. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ni mimi makosa yote ilikuwa yangu. Because when God told me to start doing this, nilipatana na marafiki ambao niliona wako na tupesa, nikafikiria wao ndio wanaweza kunisuguka. Hivi sasa wakienda kufanya maneno na wabebeleza na bia oye, madhani ya gosho. Lebule tikakora kara baby. Paka nikawaita babe. Wengine nikawaita darling. Kumbe Mungu atakagi maneno kama hiyo, anataka ukae kama commander. Sasa I am going to deal. Na wale nashughulikia sasa, mjue sijaachana na nyinyi. I am dealing with you until you feel like you are going to die tomorrow. Siwachi, ndiramutiga ona hanini. Gumushughulikira ginya muigwega. Ginya mesha neo mutware kule mutwaraga kwa rogi. Powerful family altars. Sama powerful family altars. Madhabahu ya kifamilia yenye nguvu. Yes. Mumechukua kalamu na karatasi? Yes. Na hii ni kanisa ya kalamu na karatasi. Wale ambao nimeruhusu hapa wasikue na kalamu na karatasi ni kinaguka na shosho. Lakini anybody that is in this church ni kalamu na karatasi. Kwa sababu hiyo unakuja unakaa tu hivi uandiki wafanye nini, hata ukiuliza apostle amesema nini, amesoma kitabu gani leo? Amesoma Matthew. Na muuliza Matthew chapter, anakuambia Matthew chapter 99. So kiangalia chapter 99 hakuna. Na ukimuuliza apostle alikuwa amevaa aje, agwekelete nguo njagama. He was dressed smartly. Ginya a matching shoe, a gold watch, and you see ginya kwira thairi agwekelete ni ya pesa cigana. Uka understand mundu ucio agurukite mwena uriku.
Kwe kuguruka andu magurukaga left na kuni andu magurukaga right. Bwana Yesu asifiwe sana. Depending ni madhabahu gani inatawala kwenu. Maana hii yote ni kwa sababu ya madhabahu ambayo inatawala kwetu. Kila mtu ako na madhabahu yake. And the reason we are suffering is not about the people ni wabaya. No, ni magogona maria maragia. Wanyita masi. The kind of altars that speak in your family. What is this that speaks? Niki kiaragia kwanyu. Kige kigiragia ginyo ende kumenya Ngai. Kile fata okorogo na fata nakyo ni uri andu mekwihubite. You come to just only to know huyu amevaa hivi, huyu amekaa hivi, huyu amelipa hii, huyu hajalipa hii. Not because if you do the critical analysis, it is not the problem with the person. The problem is what kind of an altar that speaks in your family. Because kuna watu kama sasa tuchukue Marete rafiki yangu, anaweza kuwa ni mtu wa juri cheke. Na yeye ajuagi hivyo kwa sababu his grandfather ama father yake ni juri cheke. Na ni kwao waliinua madhabahu. Sasa unangoa huyu umulete kwa dini. Akuja ataingia kwa dini lakini unamkuta jioni kwa juri cheke. Unamvuruta tena unamtoa lakini jioni anarudi kwa nini? Kwa juri cheke. Kwa nini? Because there is an altar that is pulling you. Hata ukiokoka na hiyo altar bado ikuwa inazungumuza, hauwezi kuenda mahali, utateseka. Kuna wengine hapa walivurutu, walifugwa na mama zao, wengine walifugwa na mashamba zao, wengine wamefugwa na bloodline, system ya bloodline kwenye familia. So these people cannot change. Hawawezi badilika, maana ni wagumu. Shosho kama huyo ka my dear. Siti hadioka. Ka. Adokagire ko hada. Na nide mau. Mama kama huyu. Huyu ni sweetheart yako. Na mimi naitaga watu wote darling. Kwa hivyo ukikusikia nimekuita darling usifikirie nikukupenda na kupenda. Darling ni jina tu normal. Tumia na nyumuti tiro ni athuri yanyu darling rumu eta gogoko ni apostle darling. Kwa nani ajagoshushaga go? Na kana atu ati ya darling, why me? Darling is a normal name. Tigogoroki. Dear is a normal name. Babe is a normal name. Wacha unintigogoroki. Wakoduli wetu babe ni ogwetero goko babe. Hi babe. Unaona uniaje kwa ina miama idode. So huyu alikuwa maumau. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mama wale watu wamenyonga, si mmoja ama wawili. Amenyoga wakati wa maumau. Ni kweli ama ni uongo? Ni kweli. Na saa hii ukimwambia nyoge atanyoka, ni kweli ama ni uongo? Tanyoka. Ni kwa nini amesema atanyoka? Kwa sababu kuna madhabahu ndani yake. Bado haijangolewa ndio aone kuna vizuri watu kuishi. Twaruagira tiri. Na nututhie na mbere na kuruirwo na tari ku mungicoka githaka ingikorwo okoroko. Na kwelo mathijo. Nyogotheja. Ni. Simesikia? Because there is a powerful altar. Thank you. Because there is a powerful altar inside her. Maana walichinja watu wakiwa kule kwa maumau. Na alikula kiapo ya kuchinja. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikula kiapo ya kuchinja. Na wakati alichinja, walichinja binadamu na wakachinja busi wakikula kiapo. Sasa hiyo kitu iko ndani yake, haiwezi toka. Siku nyingine aliniomba tu pesa hapa, nikaanza kucheza akili yake. Aliniambia wewe, unaanza kuliganirwa nini? Nikaona hata mimi anaweza kunifanya nini? Kunifinya. Ilibidi nirudi kwa haraka kwa mvuko. Maana ninaelewa ile kiapo alikula ni ya maumau. Alikula kiapo ya kuua watu. Na kwa hivyo hiyo kitu bado hiyo damu, maana ya kumwaga mara moja, kumwaga ingine, bado hiyo damu iko hapo inamudai, inamulisaga kawano gile. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio unakuta ndio challenge kubwa katika maisha yetu. Unakuta kuna biashara unaweza kuweka biashara lakini biashara haiendelei, haiwezi kufaulu. Sio kwa sababu wewe haujui biashara, sio kwa sababu haujasoma vizuri, sio kwa sababu hauna nguvu ya kufanya maneno, lakini kuna madhabahu iko kwenu ambayo inazuia biashara yote isiingie. Maana unataka kuweka biashara ya milioni 10 na kwenu ile biashara imekubalishwa ni ya shilingi 2,000, ni ya shilingi 10,000. So this one will not allow you. Kutatokea kitu kitafanya hiyo biashara yaanguke. Utajenga biashara mzuri, unakuja kusikia hapo umejenga ni road reserve. Kajua wanakuja wanabomoa yote inaanguka. Na ilikuwa beleni kabla uweke hiyo nyumba hapo, hakuna road, haikuwa road reserve. Kajua hawakuwa interested, hakuna mtu alikuwa anataka kukuja, lakini ni wewe. Utasikia kuna watu wamekaa kwa hiyo road reserve miaka 30, miaka wote wamelelea watoto hapa, sasa hiyo ni mashosho. Lakini wakati ulienda kukomboa nyumba hapo, kwa sababu hamujakubalishwa kuinuka,
unasikia road reserve sasa Kenya ndio hawa wanataka kukuja kuondoa, kwa sababu na hawabomoi wajenge kitu, wanabomoa ikuwe barabara. You are the person, you are the cause. Unaingia mahali unakuta mahali kama hapa, kanisa kama hii ilikuwa iendelee mbio mbio, lakini uliingia kanisa ikaanza kurudi nyuma, kwa sababu madhabahu yako inazungumzaga kuzuia watu kuendelea mbele. Madhabahu ya kwenu inazungumzaga kuendelea ama kutokuendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutasome kitabu cha Genesis chapter number 12 verse 1 twende mpaka 9 hapo. Verse 12 verse 1 twende mpaka 9. Ndio tuelewe nguvu za kimadhabahu ambazo zinaweza tokelezea. Unajua unaweza kuwa unataka kuenda mahali na kuko na jua mwezi mzima, hiyo yote ilikuwa na jua. Siku ile unataka kuenda kwa breakthrough, kunanyesha mvua, unasikia daraja ya maboka. Mvua inakuja purposely to deal with you. Upepo inakuja purposely to deal with you. Ama unasikia kumetokea kiugonjwa kia binadamu, ni ya ng'ombe lakini inakuja kwa binadamu. Unasikia watu wameanza kugojeka, foot at the mouth. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio kusemekana mdomo yako haiwezi kwenda kusugumuka na CEO. Na saa hiyo ndio umeitiwa uende ukaandikwe kazi Safaricom kama general manager. Na saa hiyo ndio unabiwa mshahara yako ya kwanza ile utaandikiwa bila marupurupu ni shilingi milioni 1.5. Uje kwenu familia mzima. Hakuna mtu hata mmoja ashaifikisha huko. The day the letter will come, ndio nasikia maneno imeanza kuchomoka, imeanza kuongeka. Na kuna wengine unakuta dunia inawapeleka tu mahali kuna baraka. Unakuta tu anaenda nikimudu tigedhomu, hakikusoma vizuri, hakina hata sura mzuri, hakina hata kijui kuongea, lakini kinakutaka kikifita tu hapa unaona milango inafunguka. Unasikia anaitiwa, anaulizwa, nenda utafute gari 16, gari kama 20 hivi, uende ukamwaga mchanga mahali fulani na utalipwa shilingi milioni 100. Alafu advance unaambiwa amepatiwa 30 milioni in advance. Na wewe baka kuomba, kuenda kwa neighbor, kuomba pesa. Hivi ndio umepata contract. Na hiyo contract ni 100 million. Kupata pesa ya kukamilisha hiyo contract, unakopa. Saidi umekopa, umeingia kwa mfuko. Unasikia kwenu kumetokea accident. Na ni shosho yako ameanguka na amepelekwa hospitali. Na wewe tu ndio peke yake kuna pesa. Na wanajua uko na pesa. Unapigiwa jeraga hito. Shosho ni yako wae. Hata mroletea divitali, toshamania divitali. Ukifika huko nasikia tule tu pesa tu wote ulikopa tumeenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Because kuna kitu kinasimamaga wakati mnataka kuenda mbele. Na kuna siku kina kitu kinasimamaga wakati sasa unaenda kubarikiwa, kinakuja kinakuongoza katika baraka. Kinakuongoza kuenda. Unakuta milango yako inafunguka. Hauna brother, hauna cousin, hauna mombote, unaenda Amerika na kufika Amerika unakuta watu wamekaa huko 30 years, unafungua kazi huko na inasimama. Unakuta wazungu wote wanapaga laini kwako. Wazungu wote wanataka kununua kwako. Kwa sababu kuna madhabahu ya kwenu inakutetea. Ama kuna madhabahu ya kwenu haikutetei. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha tuangalie hiyo Genesis tuone madhabahu ya mtu anaitwa Abrahamu, ambaye alikuwa ni mtu mkubwa, lakini alikuwa ndani ya madhabahu ya baba yake, ambaye baba yake alikuwa anatengeneza sanamu. Bwana Yesu asifiwe sana. The Lord said to Abraham, go from your land. Tuwekee Kiswahili kwa sababu ya huyu guka. Naona ananiangalia na macho baya. Basi Yahweh akamwambia Abrahamu, ondoka katika nchi yako, acha jamaa yako na nyumba yako ya baba yako, uende katika nchi nitakayokuonyesha. Jiuliza maswali hapo. Umeambiwa uache nyumba ya nani? Nyumba yako, nyumba ya baba yako na jamaa yako, ndio uende kuna mahali naenda kukuonyesha. How would you explain to your wife? Imarete Mungu yakumerere omuthi akwambie sasa ondoka, ondoka mpaka ije nitakwambia. Bibi yako utaanza kumuexplainia nini? Unaenda wapi? Kitu ya kwanza tuwe meligo tunahama. Bibi atauliza swali gani? Swali ya kwanza ya bibi ni gani? Tunaenda wapi? Utamwambia mnaenda wapi? Ati Mungu ameniambia. Atia. How? Mbona mimi hajaniambia? Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hajaniambia mimi, lakini sasa msiana kuja ati okirale kuchukua busi, chukua gamia, chukua mapuda zote tuende tukiedaga. How now? Atuturathiko. Ona gaida jerete none ajira nego tuonia how. Hiyo mtu wako na kichwa mzuri kweli? Hiyo ni kitu huwezi kueleweka. Ende waambie mama wa Nyeri ama mama hapa Kiabu, atakuvinya, atakunyofua mara moja, ni haja ya kugoroka, ni haja ya kunywa bagi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu akamwambia kwa nini? Basi Yahweh akamwambia Abrahamu,
ondoka katika nchi yako. Hello. Hiyo ndio swali ya kwanza, katika nchi yako. Number 2, akamwambia acha jamii ya nyumba ya baba yako. Kwanza kabisa ondoka nchi yako, terine wanyu wa fafa wanyu. Umekwa fafa wanyu. Socha niwe kile mutalina gekoneka da mukeji gwega. Umekwa terine wanyu na umekwe fafa wanyu. Yani disconnect yourself from the land of your ancestors. And then disconnect yourself from your father. Bwana Yesu asifiwe sana. Jitenganishe na baba yako na ujitenganishe na mchanga wa familia, the bloodline, mahali ulizaliwa, mahali dhigira yako iko, uondoke huko. Hiyo ndio kitu ya kwanza Mungu alimwambia Abrahamu, acha jamaa yako na nyumba ya baba yako, uende katika nchi nitakayo kuonyesha. Si nchi ambayo nakwambia ni uende Moria ama uende Kayore ama uende Nakuru. Aliambiwa ataonyeshwa akianza safari. Agithiaga egothikomenyera mbere niki. There is a secret behind this. Where God does not reveal to you where you are going, there is a secret. Because the secret ndio hiyo madhabahu. Maana madhabahu ni kitu fiche. Hawakuwa naelewa, lakini sasa Mungu akajua akiambia huyu mjamaa kule anaenda ataambia watu wa kwao na atafugwa. Na hiyo ndio ile mambo baya tunayofanyika. Na hiyo ndio imetufanyikia hapa. Na hiyo ndio mateso ile tumepata kwa nyumba hii. Maana tuliambia watu tumekuja hapa. Na tukakuja wapi hapa? Kumbe kuna watu walikuwa hawataki tutoke kule, tukuje hapa. Wao wakasema nemogodhie no gutigado hakamukada. Haleluya. Sasa akamwambia ondoka uende mpaka ile nchi ambayo unaenda kukubariki. Kwa hivyo kuna nchi iliyobeba baraka yako. Kuna nchi, kuna mchanga mahali fulani ambao umebeba baraka yako na unahitaji ufunuo wa Mungu kuelewa hiyo nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. You don't deserve men to tell you. Anamwambia mimi Mungu ndiye alimwambia nitakuonyesha. Alikuwa na ujuzi maana baba yake alikuwa strong. Akamwambia ondoka, kuna nchi naenda kukuonyesha. Kwa hivyo haukuhitaji binadamu. Haukuhitaji mtu atakayesimama na wewe. Haukuhitaji watu wakuelekeze. Ulihitaji muongozo wa Mungu ndio uweze kuelewa. Maana katika ile madhabahu unaishi ya baba yako, hauwezi ukajinasua. Maana baba yako ni mchawi, mama yako ni muganga. Umezaliwa pale kwenye udogo. Mchaga wa Gatodo, mchaga wa Murang'a, mchaga ya Nyeri, na imetolewa madhabahu mingi sana. Kama huyu mama ametolewa madhabahu mingi sana. Kwa hivyo hawezi akaondoka huko. Hata akiondoka ataondoka akirudi nyuma. Utakuta ni kama anaenda hivi, viatu zinageuka Ushaiona yule mtu anafuka kwa viatu inaangalia huko. Wewe unaona kama anaenda hivi. Maumau alikuwa anafanya namna gani? Maumau alikuwa anatengeneza kiatu, soro hii inaangalia huko nyuma na hii inaangalia nyuma. Ndio wakienda hivi, msugu akikuja anaona kiatu kilienda namna gani. Na hiyo maisha haikuondolewa kwake. Ndio mpaka leo nakuta ni maumau lakini anatamani kuua. Ndio anaigwa kuua. Umusocho aigwa gukura ni ndio nigwa nyitoke yuduke mabur okay bwana aligwa tagenyita agera umone kagori kaga ni mawamenya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kuna kitu ambacho kimeshikanishwa na familia yenu. Kuna mchanga ambao umekushika, kuna damu imekushika, kuna malengo fulani katika familia ambayo imekushika. Hiyo ndio unaonanga imekuzuia Nairobi haiwezi kupatana na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio nakienda Amerika, kuna watu wameenda Amerika lakini unakuta wanaishi vibaya kuliko afadhali wangekaa Kenya. Kuna watu wako UK wanaishi vibaya wangekaa Kenya. Kuna watu wako Switzerland, kuna watu Saudi Arabia, they are testing there, wanateseka. Si eti kule hakuna opportunities. Opportunities are many. Opportunities ni nyingi sana, lakini pesa ya huko inapigaga simu hapa. Inauliza tupatie record ya huyo mtu. Kwao kuna kaago aje? Kwao kuna madhabahu gani? Kwao kuna maisha gani? Inapiga simu kwenu. Kama wewe ni Wagatuli, unapiga unasema Gatuli ileto tu Gatuli ni kwa wachawi. Watu wagapi Wagatuli? From Gatuli, people from Gatuli, watu Wagatuli. Siwe roda ni Wagatuli. Ni wapi? Munaruka Gatuli sasa. Ripoti inapigwa. Wewe ni wa Lemuru. Ripoti inapigwa Lemuru. Kule UK inapiga ripoti Lemuru. Inauliza mchaga wa Lemuru. Modoshio tatohe record yake. Record inatolewa. Maana mchaga, the ground hii unaonaga iko uhai.
Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Kaini aliua ndugu yake, damu ya ndugu yake ilililia Mungu ikiwa ndani ya mchanga, na ikalilia Mungu. Kwa hivyo mchanga ina nini? Ina say. Alafu yule Yeremia akamwambia mchanga, andika huyu mtu chini, na akaandikwa ya kwamba hatabarikiwa. Kwa hivyo kuna vitu ambavyo viko kwenu haviwezi kubaliana na wewe hata ukitoka, hadi wakati Mungu asimame mwenyewe akuja aseme no, ondoka, kuna mahali na kupeleka ile nchi ambayo ninaenda kukubarikia. Si ati Mungu alikosa nguvu. Unajua kuna swali wengine Mungu alikuwa, kwani Mungu huyu hakuwa na nguvu ya kumubarikia huko? Ningeza mwele umagare. Hapana. Kuna vita ambavyo unaweza kunaona kama sifanya tumekuwa hapa na vita kubwa. Si ati yule Mungu naabudu si hana nguvu, lakini ile vita iko hapa. It is meant to stagnate me, to continue. Inapiga mark time kila wakati na miti, ama napiga ile spirit ya roundabout, na shida tu na makelele, na shida na makelele, na shida, kwa sababu hiyo walitumwa purposely. Hawa watu walitumwa wakuje hapa. They make me angry because the spirit ya kwetu inatakanga ndikwe nini? Angry. Hiyo ndio ilifanya Musa akose kwenda Kanani, because of he became angry, akavunja ile nini? Tablet. Ilipoanguka na akakosa kwenda Kanani. Ilitoka wapi? Ilitoka kule wakati Jacobo alikuwa na bless watoto. Akasema Simeoni na Levi, nyinyi kwa sababu ya kukata ng'ombe mtaishi kwa nini? Kwa upanga na kwa hasira zenu. Na kwa hivyo hiyo laana ikatabaa mkube. Musa ni wa hiyo kirani yenu can determine what you become. So you need to understand, kuna mahali hauwezi kubadilisha hata ufanye namna gani. Kuna mahali na hata Yesu unaweza kubadilisha, lakini it will take you time. Itakusubua. Bwana Yesu asifiwe sana. Utasubuka ukishida, ukisema maneno. Utasuguka huku, utasuguka huku, ukijaribu kurectify. Ukienda kubomoa hii unasikia ingine imetoboka hapa. Ukienda kushiba hii unasikia ingine imetoboka hapa. Kwa hivyo Mungu anakuodoaga kwa hiyo haso, maana anataka kazi yako iende haraka haraka. Tuendelee haraka haraka hapo. Mungu anataka kazi iende haraka haraka. Wakati Mungu anataka kazi yako iende haraka haraka, anakuodoaga mahali unaweza kusubuliwa, anakupeleka kwa ardhi nyingine kwa baraka zake. Nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Yaani yeye Mungu hangeweza kumfanyia taifa kubwa akiwa kwa baba yake. Baba yake, kumbuka, alikuwa mchonga sanamu, alikuwa mwabudu wa sanamu. Kwa hivyo angemsumbua. Yes, angeshinda, lakini angemsumbua. Kuna vitu zingine unaondokea. Mwambie mwenzako kuna vitu za kuondokea. Yes, hata mama anaweza kuleta shida. Kehiko, unaweza kukaa ndani ya kehiko kimeleta shida. Ondokea. Wacha kukaa hapo ati mwadhanini aroka. Ogokora. Uko munyoka magego mwadhani agiokaga. Bwana asifiwe sana. Akamwambia nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, nitakubariki na kutukuza jina lako. Wewe utakuwa baraka. Angalia sasa. Anaachilia, lakini haachilii baraka kwao. Anamwambia aende njingine, aende akaachilie baraka huko. Ni kwa nini Mungu anahepa? Anahepa Abrahamu. Anahepa nini? Anaitwa nani? Anaitwa huyo jamaa, baba yake alikuwa anaitwa nani? Tera. Alikuwa na hepa Tera. Anaondokea. Maana Tera was an establishment. Kuna mahali unaweza kuingia ukute it is an establishment. And even if you try to fight, yes you will conquer, but you will stagnate. Yes you will conquer, but it will take you 100 years. You will only come to recover when you are 100 years. Hauna meno, hauna hata macho, hauoni. Unasema Bwana asifiwe, Bwana anatumia mimi. Bwana akutumia ukiwa hauna meno. Turudi tuende na wewe Serena. Tukifika Serena unaambia tutodekele kemito, tutengenezea ile mashed potato. Maana mtu hana meno. Huyo ni Mungu gani? Wakati alikupatia meno, haukutumia meno yako, because you wasted your time. Why? Because the altars of your family wasted your time, wasted your opportunities. Wakati sasa wamejua hauna kitu, you cannot bite. You are a British bulldog ambaye haiwezi kubite. Ndio naachiliwa sasa baraka, unaanza kuona magari inakuja. Gari inakuja na miguu yako unatembea hivi. Hata kukanyaga mafuta huwezi kukanyaga mafuta, maana miguu ni nwage ile basho. Odhi yako gotodo dhinokyo shodanesia ni arthritis zilimalizika sote. Dhinokyo ilienda. Miguu inakaaga hivi, hata ukijaribu kukanyaga labda ukanyage mguu ingine na ingine. Kwa hivyo hata gari ukikuwa nayo hauta enjoy. And they will release you ukiwa msee. Hello, wakati hauna nguvu, wakati hauna time, yani kitu ya kuenjoy. Sasa imagine, sasa hizi ni Gen Z. Wamekuwa. Sasa ulikuwa wakati ule wote wa kutumia masimu, makompyuta. Sasa hizi imekuja kitu inaitwa AI. Hata nyinyi wengine hapa hamjui AI ni nini. Sasa hiyo ndio inakuja kubarikiwa wakati kuna AI. Sasa unashindwa jekelea AI. Sasa unafikiria AI, kumbe unafikiria ni namba inaitagwa AI. Kumbe ni vitu ziko huko ndani zimefichwa.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio kwa maana akamwambia Abrahamu, ondoka. Get out of your father's place because I want to bless you. I don't want you to stagnate. Sometimes you get out of your comfort zone. Sometimes you move out of your comfort zone. Maana kuna baraka hazitakuja mpaka uondoke mahali huko. Kuna baraka hazitakuja mpaka ufanye safari. Tuendelee. Because kuna baraka ambazo lazima zikuje ukiondokea madhabahu. Sio upigane, kuna madhabahu usipigane nayo, maana aliye nayo hakufi haraka. Tena hakufi haraka. Mtashinda mkidhigidhana, mtashinda mkingangana, mnangangana for nothing. Ondoka. Bwana anasema kuna siku nitaenda. Anayekubariki nitakubariki. Anayekubariki nitambariki. Anayekulaani nitamlaani. Kwa njia yako nitabariki mataifa yote ya dunia. So look at this now. This is a man living, anaishi na baba mchawi. This is a man anaishi na familia ya wachawi, ya waganga. Lakini amebeba baraka ya dunia. Amebeba baraka ya kila mtu. Atakaye kubariki nitambariki. Atakaye kulaani nitamlaani. Na dunia yote itabarikiwa kwa sababu yako. Kwa hivyo Mungu akaona this guy has an assignment. Assignment ni kubwa. Right? You cannot waste your assignment na tuvitu tudogo. Niko ndiyo mundu kumundu. Tulipue marete. Na hako doi hale ili odhie. Usinisubue hata wewe. Kama huko tayari kulipua tulipue. Kama utaki kwenda kabisa. Yes, usishidage hapa kunisuka hapa. Yes, tulipue ni mundu kumundu. Kwa madhabahu lazima uface mundu kumundu. Uondoke mahali huko, maana kuna baraka yako huko. Kuna vitu umebeba, kuna baraka umebeba. Kuna watu watafunguliwa kwa sababu yako. Kuna watu watainuliwa kwa sababu yako. Kuna watu wametengwa kwa sababu yako. Kuna baraka inashuka kwa sababu yako. Baba nakuomba daivye naga yorede ni akurathimete. You are a blessing. Yani anasema atakaye kubariki nitambariki. Meaning you are an altar yourself. Kuna watu ni altar. Hello. Hebu angalia wewe mwenzako, muangalie one kama ni altar. Muangalie unamuonaje? Hebu muulize, unaona wewe kama ni altar? Muulize. Amekwambiaje? Muulize kama ni ya uchawi. There are people who are walking altars. You don't joke with them. You don't fight them. You cannot win a battle against them. Because them, whatever makifika mahali kunakuwa converted. Akiingia tu zoni moja, unakuta unaulisaka hata mtu huyu, unajiuliza huyu mtu ndiye anafanyaka hii maneno. Hata watu wanakaa chini kwa analyze ni nani alikuwa hapa, wanaambiwa ni fulani, asema hapana. Lakini wacha hiyo fulani afike hapo. Unaona vitu vichenjanga. Unaona kila kitu imebadilika. Hakuna impact anafanya, hakuna maombi anafanya, hakuna hey baba teremusha mata. Kufika kwake tu hiko. Unaona vitu zina change. Huyo sio mtu wa kuchezago na yeye. Hapana. That is not a human being, is a spirit. Watu kama wanakuwa kama spirit. Akifika mahali vitu vitachange automatically. Hahitaji maombi. Abraham niambie siku moja ameomba. Tafuta kwenye Biblia, uniambie mahali pamoja Abraham aliomba. No. Ile kitu alifanya sana ni kudanganya. Kuambia bibi, no yeye mudhaka mno. Netokua. Akamwambia hapa sisi tunaenda kukufa. Fanya hivi. Useme ni sister yangu. Halo. Akasema ni nini? Ni sister. Na ikakuwa ni sister. Ni Abimeleki ama ni nani? Ni Abimeleki. Akakuja akasema nipatie wewe hebu come. How are you? Unaitwa nani? Akasema naitwa Sarai. Huyu ni nani kwako? Ni my brother. Oh, yes brother. How are you brother? Yes, akiona getoero. Yani immediately. Kuigua ni brother. Ugo niguetaka. Akaona getoero. Akachukua. Usicheze na madhabahu. Akachukua getoero. Akapeleka. Na akabia watu sasa. Nedeni dhimu karithie ng'ombe ndenda kwamba kuhuruka na mundu uyu ndina ndomereri yake yumite matuini. Niko na ndomereri imekuja, nimesikia Mungu ameninenea na muondoke nyinyi yote kwana kuna ndomereri. Ndomereri kafika. Si akampeleka mpaka bedroom, kumfikisha bedroom. Maneno ikabadilika, maana huyu ni mke wa altar, ni mke wa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mzee kwenda kujitayarisha kufanya swimming, akasikia roko kacha, akaweka roko. Nakambia mzee tulia kidogo.
Akaenda akasema akaita wasee wake wawili. Unajua kila mtu akona wasee. Akaita wasee kama huyo. Kimau. Mwili wako ni rajili ya kurehe thina tondu niye maundu maria ndona. Akaulizwa miona nini? Mwili ucio ri ni ukwenda tumenye ni atia. Akaambia hapana, uko sawa. Si juzi tulikuwa na yule mama hapa alikuja juzi. Akasema ndio, lakini hapa nimeenda mwina niko kadha karakaka nyaja kanyoroketa ta nyanya igoja. Akaletwa mama mwingine akaingia na yeye kuvuli ikatolewa. Mzee akabilikika akasema sasa niko ready, wacha nirudia kale kengine. Kurudi huko kavuli kacha. Maana hii ni mke ya madhabahu. Hawezi kucheza na watu kama hao. You cannot fight them, you cannot defeat them. You cannot take away from them. You cannot take anything an inch from them. Maana they are not human beings. Bwana Yesu asifiwe sana. Mke alilindwa na Mungu. Huyo mke wake alilindwa. Musena ni mudhamaki na eko kacha. Wakalete wagaga wakamwambia leta mwingine, leta Pauline kanaita wate. Mudhosi, peleka Mudhosi. Mudhosi akapelekwa. Mudhosi akakuja akasema, huko ni kubaya. Maneno ni mazuri huko ndani. Akaburudisha Sara. Leta Sara. Sara kuingia huko kacha. Kwaje nasikia imemeswa na tubu na huko. Bwana Yesu asifiwe sana. God will fight for those who are not capable, but they have the power of God. God will fight for you. God will defend you. Hata kupigania, hata wakifanya nini, kwa sababu ameweka madhabahu ndani yako, na wewe ni madhabahu. Mahali popote ukienda kuna vitu mpya vitafanyika. Anasema watakao kubariki, utawabariki, na watakao kutukana wewe, laana itawapata. Wale wana shida wakipigana na wewe, watapatana na laana, watapatana na matatizo, kwa sababu ya altar. Don't joke. Ndio unaona Daudi hataki kuguza Saulo, maana Saulo ni mdhamaki, is an altar. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati Saulo alitaka kuinukia Daudi, yeye akili yake ilikuwa pungufu, akaanza kupigana na Daudi, kumbe alipigana na altar mwenzake. Madhabahu mundu kumundu, na madhabahu inapigananga na inaweza kulipuana. Ndio kwa maana Abraham ameambiwa toka kwa baba yako, maana ukikaa kwa baba yako ni hasa ile kazi iko ndani yako, mtasumbuana na baba, mtangangana na baba, nothing is gonna happen. Utangangana, utapoteza wakati wako, utangangana, utapoteza your time. Utapoteza your time. Ninaona hapa kunaitwa Homa Bay. Watu wanaita kwa nini? Watu wa ODM wanapigana na Sifuna. Ati wanasema asiingie huko. But I can assure you one thing, very important thing. Hawawezani na Sifuna. Because Sifuna is not himself. Sifuna ni Raila, aliingia ndani ya Sifuna. Mulisikia katika mse, kuna kamse kingine kalisema ati Raila atafufuka after 3 days. Do you remember that time? Hiyo spirit ya ndio uliona akina Karonso, akina Uhuru, wote walienda kwa kaburi because they knew the spirit is coming. Walikuwa wanataka kutapu hiyo spirit. But the man who tapped the spirit ya Raila ni nani? Ni Sifuna. So mama anaitwa nani? Anaitwa mami Wanga anapigana na Raila head on. Na leo akijaribu kupigana na huyo Sifuna, it is the end of her. Mwabieni hivyo. It is the end of her. Ataenda kukaa na Raila. Watakaa pamoja in a very short while. Maana anapigana na mwenye spirit. Hiyo imempatia ODM. Ndio anapigana nao. Maana Raila alikuwa a spirit and it was an altar. And you cannot be able to fight an altar that fed you. Hawezi. Ile madhabahu ili kupate. Ndio unaona Abraham ametolewa kwa baba yake, wasipigane na hiyo madhabahu. Maana hiyo madhabahu hata kama ni ya shetani, ndio ililea nani? Ndio ililea Abraham. Madhabahu hili ilikulea hata kama ni ya shetani. Hawezi kuinukia, itakumaliza, itakupiga, maana inakujua. Ndio imebeba kitovu chako, ndio imebeba sweti yako, ndio imebeba damu ya mama yako ile ilimwagika wakati ulikuwa unazaliwa, wakati ulitairishwa, hiyo land ndio imebeba. Kwa hivyo huwezi ngangana nayo, hauwezi kupigana nayo, hauwezani nayo, itakushinda, itakuangusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Kwa hivyo mwambie Gladys Waga awache ujiga, atulize.
Yes, aje akunywe maji ya Lake Victoria, achome samaki mbili, aondokee. You cannot fight Sifuna. Sifuna is not himself. He does not even need funding. Raila alikuwa na Raila funded? No, Raila was never funded. Alikuwa anapokonya watu. Raila alikuwa mwizi sugu. Alikuwa anakuja na sema nitafanya maandamano. Serikali inamuita huko inampatia na tulia. Alikuwa extortionist. And this man, this is what Sifuna is going to become. Sifuna atapatiwa na matajiri wote. Watapatia yeye pesa. He will be very rich. Hello? Any man from huko ODM wa kupigana na Sifuna hataona siku. Hataona huko mbele. Kula hataona. Kwa nini? He is fighting an altar ambayo ndio imewashikilia. Maana spirit ya Raila iliingia ndani ya Sifuna. So they better leave him. Hata azuguke Kenya mzima. Si unaona kijamaa kinaenda. Kwani kijamaa ni popular aje? Ni popular kuliko Kalonzo? Ni popular kuliko Wamonyoro? Lakini you can see the moves zile ana make Kenya mzima. Akienda kwa Waluya, alienda hapa Thika. Paka Wamonyoro ikabidi ati. Na unajua Wamonyoro wenye yako na kichwa ngumu. Ikabidi ati. Akasema Sifuna ni wewe, nitakusupport. Maana there is somebody inside him mwenye anafanya. Si Sifuna, ni mtu amebeba mwili wa Sifuna. So they are fighting Raila. Hello, watu wa ODM, lete nimwambie hawa watu. Huyo ni Raila wanapigana na yeye. Si Sifuna. Muokoje wakati Sifuna atakuwa yeye mwenyewe, mupigane na yeye. Hello. Hebu angalia Mbwex, anaitwa Mbwex. Youth leader, anaitwa youth leader. Youth leader paka siameza kulisaini, alisaini kiti buge. Ile ya energy, chairman wa energy. Because ni Mbwex. Atalisaini zote na kiti ya siaya ya senator hata pata. Atiko silent. Neko masia kwanyu. Neko masia kwanyu ni sisi akulia. Thimu ikete kwa silent yafu ni Raina. Ne. Dio mehorali. Di haria. Izime kabisa. Umeitoa silent izime. Huyo ni shosho wenu. Unajua yule shosho wenu amekufuga. Yule shosho. Nyabura. Etakwa Nyabura. Etakwa Nyabura. Ushono ushorana gana. Yes. Tuendelee. Ani tuendelee hiyo basi ingine. Anayekubali tumesoma hiyo. Tuende hiyo ingine 4. Kwa hiyo Abrahamu akaondoka kama vile Yahwe alivyomwamuru, lakini niulize swali. Bibi yake alikuwa wapi? Bibi yake hakuuliza maswali. Turalie ku. Na ng'ombe ici, na ngamira, na ngũkũ, na bata, na nyau, na ngui, turathie ku. Yani you are moving without a reason. You are heading to nowhere. But this man listened to God. Just learn to listen to God. Wetwe kelimo usurvive. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa mjinga katika ufalme wa mbinguni ni kukua mjinga. Wacha kukua kiherehere. Wacha kukua mwerevu sana. Wacha kukua mwejuaji sana. Utaumia, utachomeka. Na kama ni mahali umeenda ukakuta venye kunakaa, kaa kidogo dhimera hanini. Uone nikigiradi na mbele hao. Kwa hiyo Abrahamu akaondoka kama vile Yahwe alimwamuru, na Loti akakwenda pamoja naye. Abrahamu alikuwa na umri wa miaka 17. Alikuwa 70 na 75 alipotoka Harani. He was 75 years old. Sasa you can imagine a 75 years old akihama, akienda mahali kupya, hajui. The worst thing of all, hajui kule anaenda. Ni kuambiwa ameambiwa aondoke. Wakati unavunja madhabahu, unahama kwenye madhabahu, you don't need to know where you are going. Just move. Mungu akikwambia move, just move. Wacha kufanya calculation yako ati ndio ukue perfect, ndio ukue imama ndio inapambagika, inaenda hivi. No, just move. Mimi nikiambiwa kesho tunaenda Murang'a, mimi naenda Murang'a. I don't care. I don't care how much I'm going to spend. I don't care how much I'm going to lose. I don't care what's going to happen around me. I just move like a blind person.
Naendaka tu kama kimujinga. Na nikienda huko nakuta Mungu wangu amefika. Maana Mungu nilimwambia, nikiondoka uondoke na mimi. Hello. Na nikamwambia Jehoshaphat, nikiondoka ondoka na mimi. Kwa hivyo siwezi kuondoka. Siwezi mpaka Mungu aniambie. Akiniambia tunaenda Murang'a tunaenda. Ndio naonanga watu wengi ambao tumefanya na wao kazi, they don't understand me because mimi ni mtu wa bautani at any time. Togodia go aforo. No igwene ndagaroroka ke. Ruwa kono anyumire thutha. Utuweke kilimutani. Halo. Tia kurehe ujuaji. Wewe tuweka kilimutake. Nitogothi kurehe. Toro ndioi ni naendaka tu nikienda hivi. Naambia geuka enda hivi. Nikienda hivi naambia geuka enda hivi. Sasa unakuta mtu kama huyu amesoma ako na degree, anakuambia tu hiyo hatakuwa tumeandika hiyo maneno. Hatakuwa tumeandika hiyo maneno. Sasa unashindwa ukumtadhiria ke. Todo daraigo ule uraigo. Unao kuna sauti unasikia. Yeye alisomeshwa formula, alisomeshwa mipango. Na ni kweli hivyo ndivyo kunafaa. Mipango inahitajika. Lakini huyu mtu anaenda mnaenda na yeye anageuka, anaenda hivi. Mnaenda na yeye anageuka, anaenda hivi. Mnaenda na yeye anageuka, mnaenda hivi. Ukifikiria ulikuwa umeangukia unakuta kumbe ulikuwa umekamata hewa. Halo. Wako na wananyite teliera. Atarashe. Kwa hivyo Abrahamu akaondoka kama vile Yahweh alivyomwamuru. Alitoa Sarai mke wake na Loti mwana wa ndugu yake pamoja na mali yao yote na watu wote waliokuwa wamejipatia kule Harani. Wakaondoka kuelekea nchi ya Kanana. Walipoingia katika nchi ya Kanana 6, Abrahamu akapita katika nchi mpaka Sekemu, pahali patakatifu penye mti wa mwelo wa More. Wakati ule Wakanana walikuwa ndio wenyeji na nchi hiyo. Kwa hivyo alienda akakuta watu wenyeji na nchi hiyo. Sasa nisikilize. Verse 7. Halafu Yahweh akamtokea Abrahamu mara nyingine tena. Abrahamu walipofika in that land, God appeared. Why is God appearing? Because amefika territory ya wenyewe. Amefika territory iliyomilikiwa. Amefika territory iliyo na madhabahu. Kwa hivyo alihitaji mkono wa Mungu. Halafu Yahweh akamtokea Abrahamu, akamwambia nitawapa wazao wako nchi hii. Nchi ambayo imemilikiwa. Nchi ambayo iko na watu wengine. Nitawapa wazao wako. Yaani roshiaroro wako nitawapatia hiyo nchi. In total disregard ya wale watu wanakaa huko. Mungu hataki kujua. Nitawapa wazao wako nchi hii. Basi Abrahamu akajenga madhabahu kwa ajili ya Yahweh aliyemtokea. Akajenga nini? Madhabahu kwa ajili, sio kwa ajili yake, kwa ajili ya Yahweh aliyemtokea. Akajenga madhabahu. Uliza mwenzako wakati ulikuja hapa, ulijenga wewe, ni Mungu alikutokea, ni Mungu alikutuma hapa ama ulijituma hapa? Na wakati ulitumwa hapa, ulijenga madhabahu? Bwana Yesu asifiwe sana. If you claim that you were sent by God and you did not raise an altar, that is why univuguvugu. That is why unayuba. Maana haujakamilika. Mahali popote, hata kama ukipata kazi leo, ukipata mahali pa kulima leo, ukipata kashamba leo, ukipata biashara leo, ijengee madhabahu kwa ajili ni Mungu amekupatia. Unajenga kwa ajili ya Mungu huyo ambaye amekupeleka mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajenga, unainulia Mungu madhabahu kwa ajili amekupeleka nchi mpya ambayo ilikuwa inamilikiwa na watu wengine. Mahali popote miliki ya watu wengine ipo, ni madhabahu huwezi kungoa. Ndio kwa maana angalia, Mungu alitoa Abrahamu kwa baba yake mahali walikuwa nakaa mzuri, akawampeleka kwa nchi nyingine. Alipofika kule nchi, kumbe ni nchi iliyokuwa na watu. Mungu akamwambia, nchi unaenda kuimiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. You are going to capture this territory. This territory itakuwa yako. Lakini akajengea Mungu. Hapo Mungu alimuongelelea. Haugai ya mwari. Hapo Mungu alimuongelelea. Akajenga madhabahu. Ndio kutoka hapo Mungu apate sehemu yake ya kuongeanga na yeye. The reason you unainua madhabahu, ndio hiyo reason inakuwa fortified because of God's place where he will be speaking to you.
Bwana Yesu asifiwe sana. When you come here, ukuje kwa madhabahu kama hii, ama uende kwa madhabahu nyingine, uende kanisa nyingine, you go there and you raise an altar. Kama ni Mungu alikutuma huko, usio madhabahu yako, unajenga madhabahu ya Mungu. You raise the altar for God, so that God can find a place where he will be speaking to you every time, because umefika mahali alikutuma. Umefika mahali alikwambia uende. Bwana Yesu asifiwe sana. Umefika mahali hapo, mahali alikwambia uende. Kwa hivyo hapo lazima utengeneze connection yako na yeye. Ndio every time unasema halafu yawe akamtokea Abrahamu. Mahali hapo Abrahamu alimtokea, akainua dhabihu. Na alipoinua dhabihu ikakuwa ni connection yake na Mungu. Hapo alijenga madhabahu sio yake, alijenga madhabahu ya Mungu ambayo yalitetea kizazi chake. Angalia, nitawapa wazao wako. Hapo ndio alimnenea, nitawapa wazao wako. Kwa hivyo mahali hapo wazao wako watabarikiwa. Hiyo madhabahu umeinua italazimisha baraka kwenye uzao wako, wote watabarikiwa hapo. Kutoka hapo amejenga madhabahu. Hiyo madhabahu ndio ya familia, ndio ya kutetea, maana ni wazao wako. Kwa hivyo ni familia yako itabarikiwa, watoto wako, wajukuu, vitukuu, na generation zote ambazo ni zako zitabarikiwa kutoka hapo. Kwa hivyo alijenga madhabahu ya baraka, alijenga madhabahu ya communication na Mungu. Tuendelee 20 verse 8. Kisha Abrahamu akaondoka, akaelekea kwenye mlima upande wa mashariki ya Betheli. Halo. Alienda mashariki mwanani? Kwa hivyo ni katika area ya Betheli ndio alijenga ile madhabahu, katika area ya Betheli. Kwa hivyo hiyo ni historia ambayo aliijenga na ikajengeka. Tukiangalia kitabu cha Genesis chapter number 28 verse 12. Chapter number 28 verse 12. Yes, Genesis chapter 28 verse 12. Hapo mahali aliinua madhabahu akapaita Betheli. Naye kizazi chake anaitwa Yakobo. Miaka mingi baadaye, wakati alikuwa na matatizo, wakati alikuwa anapata shida, anapata matatizo makubwa. 28 verse 12 please. Yes, tupatie Kiswahili. Sasa huyu ni Yakobo, ako kwenye shida, ako kwenye matatizo, maana ametoka kule kwa Labani, huko ndugu yake Esau anamtafuta. Akaota ndoto. Hebu tupatie verse 10. Kutoka verse 10 ndio tukamilishe hiyo sentence vizuri. Yes, Yakobo aliondoka Beerseba akaelekea Harani. Yakobo ni kijukuu ya nani? Ya Abrahamu. Alipofika pahali fulani akalala pale, kwa sababu jua lilikuwa limetua. Akatua jiwe moja la pahali pale, akaliweka chini ya kichwa chake, akalala. You can imagine how tired this man was. Baka akachukua mawe ikakuwa pilo. You can imagine how tired you are na biashara zako, na familia yako, na maisha. Everything is not working for you. Nothing is working around you. This man was tired. Akatua jiwe moja la pahali pale, akaliweka chini ya kichwa chake, akalala. Verse 12. Akaota ndoto. Alipotua lile jiwe tu, ndoto ikateremka. Maana kuna mahali unaweza fika, vitu zianze kufunguka, maisha yako yaanze kufunguka. Akaota ndoto, na katika ndoto hiyo aliona ngazi iliyosimamishwa juu ya dunia na nchi yake, na inafika mbinguni. Wamalaika wa Mungu walikuwa wakipanda na kushuka katika ngazi hiyo. Verse number 13. Yawe alisimama juu ya ngazi hiyo. Yawe alisimama. Kumbuka Abraham, Yawe alinena na yeye, akamtokea tena. Yawe tena amesimama wakati wa Yakobo. Mimi ni Yawe, Mungu wa Abrahamu baba yako. Halo, hebu niangalilie. Mungu wa nani? Wa Abrahamu baba yako. Akamwambia namna gani? Na Mungu wa Isaka, nitakupa nchi unayoilalia wewe na wazao wako. Haleluya. Nitakupa nchi hiyo unayoilalia wewe na nani? Na wazao wako. 20:14. Wazao wako watakuwa wengi kama mavumbi ya dunia, na urithi wao utaenea kila pahali, upande wa magharibi, mashariki, kaskazini, kusini, kwa njia yako na ya wenzao wako na wazao wako. Jamaa zote katika dunia
zitabarikiwa. Kumbuka baba yake aliambiwaje? Uzao wako utabarikiwa katika dunia. It is a confirmation of your grandchild. Amekuwa confirmed of a promise of God. 20 verse 15. Haraka. Mimi niko pamoja na wewe, nitakulinda popote utakapoenda, na kukurudisha katika nchi hii. Sitakuacha mpaka nitakapotimiza ahadi niliyokupa. Sitakuacha mpaka nitakupa ahadi niliyofanya nini? Kupatia. 20:16. Haraka. Kisha Yakobo akaamuka toka usingizi akasema, haki Yahwe yuko mpahali hapa, nami sikujua. Kumbuka baba yake Guka mahali alitokelezewa na Mungu. Kwa hivyo Mungu alikuja mahali hapo. 20:17. Yakobo akaogopa na kusema, pahali hapa panatisha sana. Bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu na mlango wa biguni. Tuendelee. 18. Ni nyumba, maki hiyo nyumba. Yakobo akaamuka asubuhi mapema, akatua lile jiwe alilokuwa ameliweka chini ya kichwa chake, akalisimamisha kama nguzo, akasimamisha madhabahu kama nguzo, na kulitakasa kwa kulimiminia mafuta. 19. Akaita mahali hapo Bethel. Haleluya. Akaita mahali hapo nini? Naye Guka yake alikuwa mahali hapo nini? Kwa hivyo madhabahu ya Guka ilimconnect mahali aliinulia madhabahu. Maana hapo ndio Abrahamu aliinua madhabahu. Miaka mingi baadaye kijana alijikuta ametogoga, amekula dogogio, ametogoga, alijikuta mahali pale baba yake alitokelezewa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaita mahali hapo Betheli, ni kusema nyumba ya Mungu. Nyumba ya Mungu ilitengenezwa na nini? Si Mungu alitengeneza. Ni nani alitengeneza? Abrahamu baba yake. Guka ndiye alitengeneza. Hiyo ndio madhabahu ya baba yako. Inaweza mahali popote, kama kulijengwa madhabahu ya uchawi itakufuata. Kama kulijengwa madhabahu ya kiungu itakufuata. Nuksi zile unakutana nazo, unafanya hatua fulani kisha unabadilika kwenye hatua nyingine. Ni kwa sababu kuna madhabahu ya baba yako ama ya Guka ama ya the great grandfather ambayo huzungumza kwenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la mbele la mji ule likawa lizuri. Halo. Soma tena. Jina la mbele la mji ule lilikuwa luzi. Mbeleni lilikuwa luzi. Akalibadilisha, maana madhabahu ya Guka ilinena, na akapaita Bethel. Nyumba ya nani? Ya Mungu. Sasa itabidi ubadilishe maisha yako. Na kubadilisha maisha yako ni kuelewa madhabahu na kufanya madhabahu ya kiungu ambayo yatakusaidia katika kuelekea mbele, kushinda vita, kupigana, kuinuka. Haya, namba 20, tumalizie namba 20. Kisha Yakobo akafanya kiapo akisema, ikiwa Mungu utakuwa pamoja nami na kunilinda katika safari yangu, ukinipa chakula na nguo, 21, kusudi nirudi katika nyumba ya baba yangu salama, basi wewe Yahwe utakuwa ndiwe Mungu wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie Yahwe utakuwa Mungu wangu. Kutoka leo Mungu atakuwa wako. Simama kwa miguu yako tuweze kufanya ibada hiyo, maana Mungu amekutendea. Hayo ndio madhabahu ya familia yaliyo na nguvu. Itakusababisha ufike mahali panatakikana. Itakusababisha uwe mahali pale unatakiwa uwe, kwa sababu there is power in the family altars. So you better go and study and know what kind of altars are your family, what kind of altars are your brothers and sisters. Ni madhabahu gani ya kwenu? Why do you have these challenges that you are facing? Why do you have these difficulties that you are facing? Ni kwa nini maisha yamekuwa magumu kwako? Ni kwa nini mateso yamekuwa mengi kwako? Why are you not penetrating? Why are you not succeeding? Why are you failing? Or why are you finding it possible to make it? There is the power ya madhabahu ya baba yako. Kuna power ya madhabahu ya Guka yako. Kuna power ya madhabahu ya your family, where you have come from. You need to identify it because it will locate you. That is why wewe ni mama na kila wakati ukiolewa lazima unajikuta uko na mwanaume na ni mchawi. Ama wewe ni mwanaume
Na kila siku ukipatana na mwanamke unakuta ako na kahistoria ka uchawi. Ni kwa sababu madhabahu ya kwenu ndio iliyemvuta. Madhabahu ya kwenu ndio iliyemvuta. That is why you always have a connection ya witchcraft. Bwana asifiwe sana. Unakuta wewe haukusoma vizuri, haukufanya mambo mazuri, lakini always you are succeeding. Watu wanashangaa, wanashindwa, ni nini unatumianga? Hakuna kitu unatumianga. Kuna connection ya madhabahu. Kuna connection ya the great grandfather. Ndiye anakujanga na kusimamia. Wakati unaenda kushindwa, anapigana vita zako. Wakati unaenda kuanguka, yule Mungu, maana alimweka Mungu, alilete Mungu na akainua madhabahu. Mahali Mungu alimzungumzia, akainua madhabahu. He raised an altar. That altar ikakuwa the altar of the family until today, until the end of this world. That will be the place of connection between you and the deity that your fathers were worshiping. The deity that your fathers were worshiping. If they were witches, it is the deity of witchcraft. If they were godly, it is the deity of God. And that is how you are going to come out of the solution. Everywhere, if you're a child of a deity that speaks positive, anywhere you go, you don't need to worry. Hata ukitoka hapa uende America bila fare, utafika. Hata ukitoka hapa uende mahali popote Saudi Arabia, wherever, na utapata favor, because madhabahu ya baba yako yatasimama. Madhabahu ya guka itasimama. Na kama wewe ni umetoka kwa hiyo lineage, that is why God alimwambia Abraham atoke kwa baba yake. Ndio madhabahu ya baba yake mahali popote akienda, isiwahi simama, isiwahi ongea, isiwahi nena lolote kumhusu. You are suffering because of your grandfather. You are suffering because of your father. You are suffering because of your great grandfather. You are suffering because of the land that you came from, because the land is connected na your great grandfather. That is why uko na limitation. Umefungwa, haujielewi, hakuna mahali unaona. May God of heaven set you free. Mungu wa mbinguni na kufungulia njia. Mungu wa mbinguni na kuondoe kwenye mikono ya mababu, mikono ya mababa. Ikuondoe, Mungu wa mbinguni akuondoe kwenye ardhi ambayo imeinuliwa madhabahu ya kishetani. Akupeleke kwenye ardhi ambayo ni mpya, ardhi ya Bethel. Akutokelezea huko, akuonyeshe na akupatie vibali, ale kiapo na wewe na akupatie matamshi mazuri ya baraka. Eti atakaye kubariki nitambariki, atakaye kulaani nitalaani. Utabarikiwa na kizazi chako chote kitabarikiwa. Naomba Mungu akabariki vizazi vyenu vyote. Ninawatenganisha na udongo wa familia yenu, na kutenganisha na bloodline ya familia yenu, na kutenganisha na mazungumzo yaliyo neno ya kinyume na wazazi wako. Ninawatenganisha na damu inayonena kinyume na wewe ya familia yako. Ninakutenganisha na madhabahu ya poverty in your family. I disconnect you from the altars of stagnation, the altars of limitation ambazo ziliinuka kwako. I disconnect you from them. Ninakata mkataba huo, ninakata maandishi hayo, ninakata ngome hizo zote, ninakata plan zote za kishetani juu ya maisha yako. Yakobo alikuwa amefika mwisho, alikuwa amechoka, alikuwa anatamania kufa, lakini alipofikwa lile jiwe mahali grandfather alikuwa ameinua madhabahu, naye Mungu aliyezungumza wakati huo akamtokelezea. Huyo Mungu wa Yakobo ambaye alimtokelezea wakati amechoka na kutokelezea siku ya leo. Huyo Mungu wa Yakobo aliyetokelezea huyo wakati alikuwa amekata tamaa na kutokelezea siku ya leo. Ukalalie kajiwe, kisha ndoto ikukujie ya baraka za Mungu, ndoto ikukujie ya neema ya Mungu, ndoto ikujie ya ushindi wa Mungu. Baraka za kiungu ziteremuke. Milango ya shetani iliyokuwa imefunguliwa na ikafunguke. Geti za shetani zilikuwa zimefunguliwa na zifungwe. Milango na maneno yote ya kifamilia ya kudunisha ya umasikini na ikafungwe yote, na umasikini ukakuondoke. Huyo Mungu wa mbinguni akuteremshie na akupe baraka ya Bethel, nyumba ya Mungu. May you receive the grace of God. May you receive the power of God. May you receive the anointing of God. May you prosper. May you grow. May you grow into abundance. Isaka mwana wa Abrahamu alikuwa anasafiri akienda Egypt kwenda kutafuta mahali pa kulima, lakini Mungu akamtokelezea kule Ai, kwa sababu alikuwa na ahadi na baba yake.
aliambia baba yake kizazi chake chote kitabarikiwa. Alipokuwa kwenye safari zake za kwenda kutafuta Egypt chakula, Mungu akamwambia rudi, nitakubariki. Akarudi Negebu. Alipofika kule, Mungu akamtokelezea akamwambia, sasa utalima kukiwa na jua. Akamwambia hata kama kuna kiangazi unaenda kulima, maana niko na ahadi na baba yako, ahadi ya kuwa hautashindwa, ahadi ya kuwa hakuna kitu kitakulemea, ahadi ya kuwa hakuna kitu kitakwama. Na katika kitabu cha Genesis 24 Biblia yasema Isaka alilima kukiwa na jua, na alipolima na akavuna mavuno mengi sana. Licha ya ukavu akavuna mavuno mengi, na akawa tajiri mkubwa, mpaka akawa yeye ndiye anayesaidia serikali. Naomba katika jina la Yesu Kristo, hiyo roho ambayo ilikuja wakati kulikuwa na kiangazi kwa Isaka, ikaweza kubadilisha maisha ya dunia hiyo. Akalima kukiwa na kiangazi, akapanda, akawa na mavuno mengi sana. Huyu Mungu aliyekuwa na Isaka siku hiyo akutembelee siku ya leo. Licha ya ukavu unaoupitia, licha ya ugumu unaoupitia, licha ya mambo mazito unayoyapitia, Baba wa mbinguni na akakuonekanie. Baba wa mbinguni na akakuonekanie. Yes, akuonekanie. Ardhi yako na ikakue ya kuvuna, ardhi yako na iwe ya manufaa, ardhi yako na ikuwe na chakula. Baraka za Mungu zishuke kwako. Walisema wewe ni tasa, kutoka leo wewe si tasa. Walisema wewe ni mgonjwa, kutoka leo wewe si mgonjwa. Walisema utakufa, wewe ukufi. Maana huyu Mungu amenena baraka kwako. Amesema hautashindwa, na kizazi chako kitabarikiwa maisha. Kizazi chako kitainuliwa, kizazi chako kitapendeza. Maana kimempendeza Mungu. Kizazi chako kimependeza Mungu. Na hiyo minyororo walikufunga na ikatike sasa. Hiyo minyororo ya umasikini walifunga. Umeonewa, umedharauliwa, umechukiwa. Umeonewa na umedharauliwa, hakupendi. Wameonea mpaka watoto wako, wameonea wajukuu, na sasa wanaenda kuonea vitukuu. Mungu aliyemsaidia, aliyeteremsha ngazi ambazo zilikuwa zimetoka juu mbinguni, akafungua macho ya Yakobo, akaona Mungu kule juu. Akasema mahali hapa kuna Mungu. Wacha na mahali hapa, kwenye moyo wako, kwenye mwili wako na maisha yako, Mungu na apatikane. In Jesus mighty name. Leteni sadaka zenu hapa. Bado tunaendelea na kujipanga. Na tarehe 29 Agosti ambao tutakuwa na semina ya mama. Tutakuwa na watu wanao na tajiriba kubwa ya mafundisho mbalimbali ambao tutaendelea kufundishwa na kuelimishwa. Kwa hivyo akina mama, muendelee kuambia wamama wenzenu kule mitaani wakuje siku ya tarehe 29. Mnahitajika hapa. Na tarehe 19 kuna youth conference. Naomba kuzungumzia tu na vijana, tuwasaidie wakuwe wa baraka. Na kwa wale ambao tumekuwa tukiomba pamoja na wao, intercessor, tunarudi kutoka Jumanne, tunalegea kuomba. Wiki hiyo yote tutakuwa tukiomba asubuhi. Wale ambao ni intercessor ni wa hapa na wengine wa nje. Kama unaona una mwito huo, saa 11 asubuhi mpaka saa 3 asubuhi uko huru. May God hear your prayers. Yes. Sawa. Sasa hakuna shika. Huu ni mchanga ambao Abrahamu aliambiwa auache. Mchanga wa baba yake Tera. Akaambiwa utaenda mpaka ile nchi naenda kukubariki. Maana mchanga wa huo wa Tera ulikuwa umeinuliwa madhabahu ya kishetani na mizimu. Kutoka leo mizimu yote iliyoinuliwa juu ya mchanga huyu wa kwenu, wote ninaucancel, ninauvunja, ninausambaratisha. Nguvu zozote za kimizimu, uganga, limitation, uchawi na vitu vyovyote vile
vilivyopangiwa juu ya mchanga huu, nina cancel, naachilia baraka kwako, naachilia neema yako. Ninakata kitovu kilichokuinukia kupitia kwa bloodline, kupitia kwa soil, kupitia kwa maeneo. Mungu wa mbinguni, na kudhihirishia kwamba milango yako yote imefunguliwa. In Jesus mighty name. God bless you. Asante. Mungu atamuonekania. Okay. Somebody else. To worship. Yes, one worship. One worship. A deep worship. Simama tu kwa miguu yako. Quickly, where are the rest? Uniongoze, fungua kinywa chako, mwambie Mungu akuongoze kwenye njia zako zote. Uniongoze Yesu, kiongozi mwema, moyo wangu wa kuhitaji, niongoze nivuke salama. Mungu wangu uniongoze, uniongoze, bado na kuhitaji, uniongoze Yesu, kiongozi mwema, moyo wangu wa kuhitaji, niongoze nivuke salama. Mungu wangu uniongoze. Ulisema naposhindwa nikuite, na hivi leo nakuita, nisikie. Usiende mbali nami, usiniache peke yangu. Mungu wangu uniongoze. Yesu ulisema naposhindwa nikuite, na hivi leo nakuita, nisikie. Usiende mbali nami, usiniache peke yangu. Mungu wangu uniongoze. Kumbuka watoto wako Baba, usiwaache wakaangamia. Wamezingirwa na manyoka, nge na vitu vibaya. Wameinukiwa na wamepangiwa vita vingi. Pia mimi mtumishi wako Baba, nimezingirwa na maadui ambao wanataka kunimaliza. Najua kupitia kwa mkono wako Jehoshaphat alikuambia tu, na akakwambia kwamba yeye ni mtumishi tu, na akakwambia kwamba wewe ndio uliwapatia ahadi ya kwamba utawapigania. Ninaisarenda, naachilia watoto wako hawa mikononi mwako. Nyumba hii naiachilia mikononi mwako, na hata mimi mwenyewe najiachilia mikononi mwako. Ukaweze kutupigania, ukaweze kutuongoza, ukatupeleke kule unakotaka tuende, ukatuinulie njia zetu, ukatufungulie milango yetu, na tuweze kuona utukufu wako. Naomba msamaha dhambi ambazo tumezitenda kwa makusudio. Tumekuwa washerati,
tumekuwa wasengenyaji, tumepigwa watu ambao wamepiga wengine, tumejeruhi wengine, tumedunga wengine visu. Hatujakuwa wazuri kabisa kwenye nyumba yako, ila tu Baba nakuomba, maana wewe ni Mungu mwenye baraka, mwenye rehema, mwenye vibali, na kuomba tu utupe muda mwingine, utupe nafsi nyingine, maana tumekuja kutubu dhambi zako. Kuna wale ambao wanatutazama kwenye runinga zao, Mungu wakumbuke, wako Germany, wako UK, wako Amerika, wako South Africa, wako Saudi Arabia, wako Uarabuni, kote katika dunia, mahali popote walipo, wakumbuke kwa njia ya kipekee, wakumbuke kwa njia ya kipekee Baba, na milango yao na ikafunguke, neema yao na ikakubali, madhabahu ya mababu isiwafuate mahali pale walipo Baba, wakainuke, wakapata vibali, nchi yoyote ile walio wapata vibali, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Thank you. We are meeting back at 3. Nani? Kuja. Bethel Clouds TV, empowering lives.